Karibu sana ndugu mtazamaji wa Tanzania Rising Media. Jina langu naitwa Amani Drums. Karibu sana kwenye historia, na leo tumejikita kambi katika eneo hili la Ashira Mamba ambalo ni eneo lenye historia kubwa na ni eneo ambalo ni kanisa la kwanza la Mamba kuweza kujengwa, na kuna vitu vingi ambavyo tutakwenda kuvifahamu kuhusiana na usharika huu, kuhusiana na kanisa hili, kuhusiana pia na eneo hili, na tuliweza kukutana na baadhi ya wazee wawili ambao pia waliweza kutuelezea historia hii ya Ashira kwa undani zaidi. Tuwasikilize. Anaeli Nyange na mimi naitwa Agre Jason Kiwelu. Ningependa kutoa historia ambayo ninaifahamu mimi, ambayo nilihadisiwa na babu zetu pamoja na baba zetu walikuwa wanatuhadisia kuhusiana na eneo la kanisa la Ashira pamoja na kazi zilizofanyika wakati huo wa zama za hawa babu zetu. Mimi nakumbuka kwamba nilihadisiwa kwamba kanisa hili la Ashira lilijengwa wakati wa utumwa. Ulikuwa na utumwa huku. Sasa wakati hili kanisa lilipokuja lilijengwa na Wajerumani, na wajenzi waliojenga hili kanisa walikuwa ni Wahindi. Hao mainjinia waliojenga walikuwa ni Wahindi. Wakajenga hili kanisa likakamilika, na eneo hili lilikuwa linaitwa eneo la Mamba. Lakini wakati yule misionari alipoanza kujenga hili kanisa, alikuja na mambo matatu, ikiwa ni pamoja na elimu ya Kikristo, kuwafundisha watu neno la Mungu, pamoja na afya. Wakajenga mahospitali, lakini pamoja na mashule ya primary pamoja na sekondari. Ni wao walianza na kufundisha watu jinsi ya kusoma na kuandika, kwa sababu watu walikuwa hawajitambui. Na zaidi sana walivyokuja wakaikimbilia afya, kulikuwa na tatizo la watoto wadogo walikuwa wanakufa sana kwa sababu ya tatizo la ndui. Walikuwa hawana tiba, walikuwa hawajui jinsi gani ya kufanya. Wakajenga hospitali hiyo eneo la hapo Ashira sekondari. Hiyo hospitali wanasema ilikuwa inaitwa hospitali ya Bibi Elizabeth. Na huyo Elizabeth alitoka Ujerumani, akawa anatibu watu tatizo la tumbo, sababu kulikuwa hata na utapia mlo. Watoto walikuwa wanakufa kwa sababu ya utapia mlo, lakini pia walikuwa wanatupa hao watoto wanaokufa, wanawatupa kwenye maeneo ambayo ni ya makaburi. Sasa hivi hapo Ashira walikuwa watoto wadogo wakifa hawazikwi, walikuwa wanatupa tu. Sasa kukawa kumetokea kwamba wale watoto wananuka. Watu wakawa wakipita wakisikia ile harufu, kwa Kichaga wanasema kitu kinachonuka, kwa Kichaga wanasema shira, kwa sababu ni vitoto vidogo, wanasema shira. Ndipo ikawa sasa wale wa misionari wakawa wanashindwa kusema shira, wakasema shira, Ashira. Sasa ndio baada ya hapo walivyofundishwa kwamba mtu akifa anatakiwa azikwe badala ya kutupa, ndio ikabaki lile eneo tu kusema kwamba Ashira. Sasa ile eneo lilikuwa linaitwa Ashira kwa ujumla. Lakini pia baada ya TRM Media haikuishia hapo, ikafunga safari moja kwa moja kuelekea yalipo makaburi hayo ya wamisionari wa kwanza, lakini pia kuweza kuangalia lile eneo ambalo walikuwa wanawekwa watu kabla ya kuzikwa, lakini pia kuweza kuangalia eneo ambalo watu walikuwa wanatupwa mpaka mzungu akashindwa kusema shira akasema Ashira. misionari kuja na kufundisha watu dini na nini, na kuwafundisha watu wasio wanaacha mizoga juu, ndio wakawa sasa hata mtu akifa wanakuja wanaweka hapa, lakini ikawa sasa watoto hawatupwi tena, wakawa wanazika kama kawaida, lakini mtu akifa wanakuja wanamweka hapa, wanasubiri saa za mazishi. Na ile eneo unavyoliona ile la hii miti palikuwa ni uwanja mtupu. Hii miti ilikuja kupandwa tu juzi tukiwa tumeshakuwa kabisa watu wazima, lakini eneo hili unavyoliona hili na hii miti yote ni watu walikuwa wanakaa sasa kufanya mazishi. Na hapa hakuna kaburi lolote, makaburi yako upande huo huko na mengine yako upande huo. Ndio hivyo. Ya nyumba hii
Wakafungua tu. Unaona sasa, kama unavyoona hapa, kama unavyoona hivi kama vitanda, unaona vina mikono ya kushikia. Mtu alikuwa analazwa hapo. Sasa wengine wanashika kule na wengine huko wanabeba, wanaleta, wanahifadhi hapa, sababu kulikuwa hakuna majeneza, kulikuwa hakuna. Sasa walikuwa wanaleta, wanasokotea tu kwenye kwenye shuka, wanakwenda wanazika. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Na hili ndilo eneo ambalo limebeba historia kubwa ya eneo la Mamba, lakini pia tulifanikiwa moja kwa moja kwenda kutazama kaburi la misionari wa kwanza ambaye alikuwa anaitwa Gerard Altauthi pamoja na mke wake. Makaburi haya yamehifadhiwa katika maeneo ya vichaka, ambayo maeneo haya si rahisi watu kuweza kuyafika, na kwa muda mrefu watu hawajafika katika makaburi haya. Watu waliolala katika makaburi haya wameweka historia kubwa sana katika upande wa Mamba. Kumbuka kwamba kanisa la Ashira ndilo kanisa ambalo limezaa makanisa ya Marangu pamoja na makanisa ya Mamba. Naam, historia hii ya eneo hili la Ashira Mamba ni bonge ya historia, lakini pia ni historia ambayo imekusanya vitu vingi sana ambavyo mtazamaji umekwenda kuvifahamu kuhusiana na eneo hili la Ashira. Lakini pia usharika huu Ashira ndio usharika ambao umeweza kuzaa usharika nyingine nyingi kama usharika wa Mamba, na sharika zote za Marangu pamoja na sharika za Mamba ni zao la usharika huu wa Ashira Mamba. Na mimi umepata historia, naamini umepata historia ndefu zaidi kuhusiana na usharika huu, na tukutane katika vipindi vingine vya historia. Mimi naitwa Amani Drums. Hii ni historia yetu, endelea kusubscribe channel yetu.